Aha, Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeongea hapa ni Apostle Godfrey Fungo Master. Na hapa nataka leo niongelee vita vya damu. Mmenisikia sahihi, vita vya nini? Vita vya damu. Na nataka nisome kitabu cha Yoeli 2:30. Anasema, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Kwa kwenye siku za mwisho kuna silaha mbili zitatumika. Kuna silaha ya moto. Moto unawakilisha mambo mengi sana: nguvu, utakatifu, kusafisha na vitu vingine. Kuhusu moto sitaongelea leo. Lakini silaha ya pili ambayo itatumika katika siku za mwisho ni damu. Sasa naomba unisikilize vizuri sana. Vita vya damu. Tunaambiwa, na hii sasa ikupeleke nyuma. Utaangalia tangu kuumbwa kwa ulimwengu, damu imekuwa kwenye senta ya maisha. Imekuwa kwenye senta ya maisha. Unaona? Na hili somo litakuwa na vipengele. Leo ni part 1. Imekuwa kwenye senta ya maisha. In fact, damu ndio maisha. Nitakuwa nakueleza kidogo kidogo. Damu ndio maisha. Bila damu hakuna maisha. Maandiko yanasema wazi kwamba uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu. Wengi hamjui moja ya sababu kwa nini Mungu aliangamiza gharika. Kwa nini Mungu aliangamiza dunia kwa gharika? Kwa nini Mungu aliangamiza dunia kwa gharika? Kwa sababu shetani alichafua damu. Hiyo nitakuja in detail, nitafundisha kwa undani kwenye topic zinazofuata. Shetani aliharibu DNA. Wale mapepo walikuwa wametupwa kutoka juu, waliharibu DNA. Ndio kama nilivyosema, nitaelezea jinsi gani Mungu alitumia safina kuhifadhi uhai na kuhifadhi mbegu. Sasa kwenye hizi siku za mwisho, wanasayansi na wachawi wanaotumia sayansi. Kumbuka sasa hivi uchawi uko developed. Uchawi umepiga hatua sana kiasi kwamba kozi za uchawi zinafundishwa chuo kikuu. Yes, hivi kuna degree ya uchawi inafundishwa chuo kikuu. Sasa katika siku hizi za mwisho, wachawi na wanasayansi wataintafia na damu kwa njia mbili. Njia ya kwanza, watatumia chipu kuingiza kwenye mwili ili tu kuharibu DNA ya mwanadamu. Lakini njia ya pili, watatumia GMO, hivi vyakula vya GMO, genetic modified organism, vyakula vya GMO. Vyakula maalum vitatengenezwa, watu watakula, alafu vitaintafia na uhai wa Mungu. Kumbuka, uhai wa kila mwanadamu ni wa Mungu, na ule uhai wa Mungu unakaa ndani ya damu. Haleluya! Unakaa ndani ya nini? Unakaa ndani ya damu. Sasa wewe unayenisikiliza, hii ni part 1 na nimeanza mfululizo leo. Hii ni part 1. Naomba tu ujue, uwe makini na chakula unachokula, na uwe makini na chipu inayowekwa kwenye mwili wako, kwa sababu sasa hivi wanadamu wanaungamanishwa na mashine. Yaani wanadamu hawataweza kufanya kazi peke yao. Wanafanya kazi wakiwa wameungamanishwa na mashine. Kwa hiyo shetani anatumia wanasayansi, anatumia wachawi kupambana na mwanadamu kupitia damu. Na Mungu naye anatumia kanisa na anatumia watumishi, hasa huduma ya kinabii
kupambana na shetani na wachawi kupitia damu. Hebu nikupe hint, alafu nitaendelea kwenye somo linalofuata. Silaha ambayo inakwenda kulisaidia kanisa kwenye siku za mwisho ni damu. Umenisikia vyema sana wewe mtumishi wa Mungu, nifuatilie. Silaha ya damu. Stay tuned. Niko nakuja na wewe. Amen.